Kwanza tuseme tu kwamba mimi ni msemaji wa Uhamiaji FC na nipo katika timu hii takriban kwa miaka 4 mfululizo sasa, na nimekuwa msemaji pekee kama ulivyosema katika vilabu vya ligi kuu ambaye amedumu katika klabu yake kwa muda mrefu. Wengi wanadhani kwa sababu nimeajiriwa au ni mwajiriwa wa Uhamiaji taasisi, lakini hiyo si sababu ya msingi, kwa sababu hata ukiajiriwa kama ufanyi vizuri basi huwezi kupata nafasi sehemu nyingine, utabaki tu na ajira yako. Kwa hiyo mimi nimebakia kwenye timu kama msemaji kwa muda mrefu kwa sababu ya utendaji ambao naufanya. Maana yake mimi ukiachia kwamba naisemea timu, lakini pia ni mhamasishaji namba 1 katika timu yangu kwa wachezaji. Ukija kwenye mechi mimi unaniona nipo mbele, ukija mazoezini mimi unanikuta niko mwenyewe. Wachezaji wakiwa na shida binafsi wananifuata na tatua shida zao. Kwa hiyo ukiachia kuisemea timu, lakini pia nafanya majukumu ambayo binafsi nayafanya kama msemaji, lakini vile vile nayafanya kama mtu ambaye najitolea zaidi katika timu yangu. Kwa hiyo haonekani mtu mwingine ambaye anaweza kuvaa viatu vyangu na kuweza kutembea katika nyendo ambazo natembea mimi. Na ndio maana hadi sasa bado naendelea kuhudumia na kuhudumu katika Uhamiaji FC kama msemaji, na si msemaji tu, lakini msemaji bora zaidi katika vilabu vya ligi kuu, ambaye haonekani sana na wala hasemi sana, lakini timu yangu naisemea ipasavyo, na mimi mwenyewe binafsi nafanya majukumu ambayo yanawasaidia wachezaji kuimarika na kuiletea ushindi timu yangu mara kwa mara. Ni mipango ya klabu. Klabu inapokupa nafasi inahitaji matokeo. Kwa hiyo unapoona haipati matokeo ambayo inahitaji, always itakuondosha. Sio wasemaji tu, hata makocha, wachezaji na wengine wote ambao wanapewa nafasi ya kufanya majukumu katika timu zao wamekuwa wakiondoshwa katika nafasi hizo kutokana na kwamba klabu ina matarajio ya kile ambacho inakupatia uweze kufanya kazi na kupata tija. Sasa inaonekana labda, sina uhakika sababu hasa ni zipi, lakini labda ni kwa sababu vilabu havipati tija ya kile ambacho inatarajia kupata wakati wa kutoa nafasi hizo kwa wasemaji hao. Changamoto ni nyingi, na moja katika changamoto ambazo nimekutana nazo ni kulimwa barua na chama cha soka cha Zanzibar ZFF kwamba natakiwa niwe na maadili ya mwendo mzuri wa kimichezo pale ambapo nilikengeuka. Kwa hiyo moja katika changamoto ambayo nimekutana nayo na inanipa wakati mgumu mara kwa mara ni kupata barua hiyo ambayo ilikuwa ni ya onyo, ikinionya kwamba nisirudie tena matendo ambayo yanakiuka michezo viwanjani. Lakini zipo changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo, ndio kama hizo ambazo unakwenda na kukosa matokeo unayotarajia. Wakati mwingine unapata kile ambacho ukihitaji lakini kinatokea katika michezo. Wakati mwingine mnakwazana na watu ambao wanataka kujua mambo mawili matatu kutoka katika timu yako, ambayo unahisi kwamba kuyajua mambo hayo yanaweza kaleta shida, lakini wanalazimisha kwamba lazima wayajue. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunakumbana nazo, lakini alhamdulillah hatujawahi kukwaruzana na yoyote katika hilo, isipokuwa tunatatua changamoto hizo kwa njia za amani na upendo. Mechi zipo nyingi ambazo zinakupa wakati mgumu, na mechi ambazo zinanipa wakati mgumu ni zile ambazo unapoteza matokeo ambayo matokeo haya yanahitaji manake kuyapata manake. Zipo mechi ambazo unapoteza ushindi dakika ya 90, zipo mechi ambazo unarejeshewa matokeo dakika ya 90 na kitu. Kwa hiyo zote hizi ni mechi ambazo zinaniumiza kwa kiasi kikubwa, lakini mechi inayoniumiza hasa ni mechi hii ya msimu wa 25-26 kati ya Uhamiaji na KVZ. Mechi hii ilikuwa kwangu ni mechi muhimu sana kwa kuniweka katika nafasi ya top 4, na ilikuwa ni mechi muhimu sana ya kumnyima ubingwa KVZ. Lakini kwa bahati mbaya mechi hii tukaja tukapoteza dakika ya 94. Kwa kweli bado mechi hii inabakia katika kumbukumbu zangu, na itakuwa ni mechi moja ya historia sana ambayo iliniumiza mno, kwa sababu moja nilikuwa nakwenda top 4, lakini mbili nilikuwa namkosesha ubingwa KVZ. Kwa kweli mechi hii kwangu mimi ilikuwa ina maumivu makali, kwa sababu matokeo yake yalimfanya KVZ kuwa na uhakika wa kuwa bingwa. Na mara kwanza ni ndugu yangu, kama ulivyosema ni ndugu yangu, lakini ni ndugu yangu katika michezo ambayo tumefahamiana kwa muda mrefu kama mwandishi. Alafu akaja katika taasisi za kusemea vilabu tukakutana tena. Kwa kweli kwanza ni mtu ambaye ni mtu mwema, mwenye imani, mwenye roho nzuri, ni mtu ambaye anasikiliza ukihitaji kutoka kwake, hata kama hukupata kile unachotaka, lakini huondoki na kukosa kila kitu. Kwa hiyo kwanza na mala ni mtu mmoja muhimu sana kwenye tasnia ya michezo, kutoka kwenye uandishi, kwenye usemaji, lakini sasa kama msemaji wa chama cha soka cha mpira wa Zanzibar.
Kwa kweli mimi kwanza nampongeza sana na namtakia kila la heri, na naamini kwamba hatua yake ya kupata nafasi hiyo inakwenda kufungua milango kwa ligi yetu kuweza kuonekana mbali zaidi ya pale ambapo inaonekana sasa, kwa sababu ukiachia kwamba ni msemaji, lakini ana influence ya kuonekana katika vyombo vya habari, kwa maana ana connection nzuri katika kutangaza ligi. Kwa hiyo ninachoamini katika hili, kuna hatua kubwa inaenda kupigwa kwa kupatikana kwa Lamalla Suleiman katika nafasi hii, kwa sababu anaweza kuchukua nafasi hiyo na kuitangaza ligi yetu ya Zanzibar kwa kufika mbali zaidi pale ilipo. Mimi binafsi na unga mkono hili na nimelifurahia, na nampongeza Lamalla na ZFF kwa kumuona na kumpa nafasi hiyo ambayo naamini hawataijutia kabisa katika kumpa Lamalla nafasi hiyo, na kila la heri kwa Lamalla Suleiman katika nafasi yake mpya ya afisa habari wa ZFF. Kwa ujumla mimi naamini ligi inaenda kuanza, lakini timu zote ni bora, timu zote ni kubwa. Katika miaka ambayo naamini kwamba timu zimefanya usajili mkubwa zaidi na mzuri zaidi, timu zote ni mwaka huu wa 26 27. Sina shaka kwamba kila timu itakuwa bora na itakwenda kufanya kile ambacho inaamini inaenda kufanya. Kwa upande wa Uhamiaji FC tumejitahidi kadri tunavyoweza kuona kwamba wapi tunaziba, wapi tunapunguza, wapi tunaongeza. Alhamdulillah, tumefanya uboreshaji wa benchi la ufundi, tumefanya uboreshaji katika usajili. Hili sasa linakwenda kuamuliwa katika mechi zitakazochezwa katika ligi kuu ya Zanzibar, kwa sababu unaweza ukafanya usajili na mwingine akafanya ulio bora. Kwa hiyo aliyefanya usajili bora ndiye ambaye atapata matokeo. Binafsi timu yangu naiamini na ikubali, na naamini kwamba naweza kupata matokeo katika mechi zote za ligi kuu zitakazochezwa, ingawaje hakuna ushindi wa mechi zote, lakini imani inaniambia kwamba kila mechi kwangu itakuwa na ushindi inshallah. Kwa hiyo mechi ya tarehe 31 tumejipanga na tuko tayari kwa ajili ya kucheza mechi hiyo. Neno moja kwa mashabiki wa Uhamiaji na wadau wa soka kwa ujumla. Uhamiaji FC, mashabiki na wadau wa soka kwa ujumla, tunawaomba waje viwanjani, waje watuunge mkono, waje watusaidie katika kushangilia, katika hamasa, kwa sababu kuwepo kwao ndio ushindi kwetu, kwa sababu bila kuwepo kwa mashabiki hakuna matokeo. Bila kuwepo kwa mashabiki hakuna matokeo, kwa sababu timu inacheza chini ya morali, wachezaji wanacheza chini ya kiwango, hawana morali. Wakija wao tunaamini tunapata matokeo. Kwa hiyo waje kwa wingi, wajitokeze kwa wingi, tuunge mkono timu yetu pale ilipofikia, ipige hatua zaidi katika msimu huu wa 26 27. Malengo ni makubwa na yanafikika.